Yeah. Mashambulizi bado yanaendelea. Leo Israel walipiga baadhi ya maeneo ya nyuklia ambayo yapo huko Teherani na kusini mwa Irani. So sasa hivi kuna story mpya ambayo imeanza kutokana na mashambulio jinsi yanavyozidi kuendelea. Iran anakuwa kama anaanza kumzidi nguvu Israel, kwa sababu Iran anapiga maeneo ya makazi na Israel kama wameshaanza kuwa na stress. Sasa kuna kitu kimoja kinaitwa the Samson option. Kwa wale wanaojua story ya Samson kwenye Biblia, alikuwa na nywele ndefu, then akampata yule mwanamke Delila akamdanganya kazikata, lakini mwisho wa siku akatobolewa macho, mwisho wa siku akamuomba Mungu, akapata nguvu, akazisukuma zile nguzo za lile jengo, then akafa na watu wote pale. Sasa Israel wana hicho kitu kinaitwa the Samson option, kwamba ikifika kipindi Israel ikakosa msaada kabisa, hawatakufa wenyewe. Na wamefanyaje? Kwa sababu Israel wana nuclear. Kwa hiyo na ile nuclear, kwa mfano kwenye ile 6 day war, vita vya siku 6 vile vilivyofanyika sijui 70 ngapi, nimesahau kidogo. Sasa ilifikia kipindi walizidiwa, wakamwambia rais wa Marekani, alikuwa Nixon kipindi hicho, kwamba kama hutatusaidia silaha basi tutakufa na wengi. Umeona kwamba watalipua kwa nuclear maadui zao wote maybe na sehemu nyingine. Lakini sasa hivi imeenda mbali kidogo, kwamba Israel wameboresha nuclear yao, na sio kwamba ile mitambo wameweka tu kwa ajili ya majirani zao, hadi miji mikubwa ya duniani, kwa mfano London, New York na sehemu nyingine zote hizo, kwamba ikifika mahali wakibanwa kabisa hawatakufa wenyewe. Ndio maana unaweza kuona kwa nini Marekani labda na nchi za West zinakuwa kwenye issue ya Israel wanakuwa mstari wa mbele, kwa sababu wanajua kabisa kwamba siku Israel wakizidiwa, anaweza kufanya hiyo Samson option. Sasa kinachoendelea nini? Wameshaanza kuizungumzia Israel hiyo sasa hivi mapema tu. Of massive nuclear retaliation in the event of existential threat to the state. The term draws from the biblical story of Samson, who destroyed the Philistine temple, killing himself and his enemies in the final act of vengeance. In strategic terms, it implies that if Israel faces annihilation, it will unleash its nuclear arsenal onto its enemies, even at the cost of self-destruction. Though Israel has never officially confirmed possessing nuclear weapons, it maintains a policy. So kwa hii story ni story ambayo ni maarufu sana, na Israel wanaifahamu, na hata majirani zao wanajua, hata nchi za Kiarabu wanajua kwamba Israel wana mpango kwamba ikifika mahali nchi yao ikakwama, wakakosa msaada, basi utafanya hii Samson option. Na labda niwaambie watu wengine kwamba sio kila Marekani anaisupport Israel. Sana tu labda ni wanasiasa tu, lakini wananchi wengi hawasupport Israel. Na wengi wanasema kwamba Israel ijitegemee tu yenyewe. Kwa nini tu kodi zetu zitumike kwa ajili ya Israel? Ndio maana hata uko unaona kipindi kile cha Gaza, Marekani watu walikuwa wanaandamana sana, Uingereza kote. Kwa hiyo sio kuona kwamba ukisikia Israeli inasupportiwa na Marekani, sio watu wote, ni watu wachache tu. So kwa mantiki hiyo, ina maana inaweza kuja kufika kipindi hizi nchi za West zikaacha kuisaidia Israeli. Kwa hiyo Israeli kwa kujiandaa na hilo, wana huo mfumo wa Samson option. Na kipindi kile kipindi cha ile 6 day war ilikuwa nuclear tu, lakini sasa hivi wameweka hadi kwenye cyber. Ina maana wana mitambo ambao wanasema kwamba wanaweza wakazima mawasiliano yote duniani, wakazima kila kitu, wakacorrupt kila kitu, muone, ili kama ni kufa na dunia nzima yote iharibike. So nimeona ni update kidogo hii, kwa sababu vita vinazidi kuendelea, na kwa vitu vingine pia inabidi tuendelee kuvijua.